Tutamsifu Mungu wetu kwa wimbo namba ya 102 mafungu mawili kama tunao watoto wetu wa katika neno lake, tukishirikiana sehemu ya amri kuu. Mimi ni Bwana Mungu wako, usiwe na miungu mingine ila mimi. Usilitaje jina la Bwana Mungu wako, maana Bwana hatakuhesabu kuwa na hatia mtu alitajaye jina lake. Kumbuke siku ya Bwana utakase, waheshimu baba yako na mama yako. Usikue, usizini, usile, usimshuhudie jirani yako uongo. Usitamani nyumba ya jirani yako, usimtamani mke wa jirani yako, wala mtumishi wake, wala ng'ombe wake, wala chochote alicho nacho. Msaada wetu ni katika jina lako katika Bwana. Tumekusanyika mbele ya uso wa Mungu kumtukuza kwa ajili ya neema yake na uaminifu wake, kusikia neno lake takatifu na kuomba uishe mwili na roho zetu, kwa kuwa Mungu ni mtakatifu na sisi tu wenye dhambi. Hivyo basi na tumuungamie Mungu dhambi zetu ungamo. Oh
Geukie jirani yako aliye kushoto, kulia na nyuma yako, umwambie amani ya Bwana iwe pamoja nawe, tukiimba 325 mahali pazuri.
Yesu Kristo amefufuka kweli kweli. Siku ya pili ya kukumbuka ufufuko wa Mwokozi wetu Yesu Kristo, tumepewa neno la Mungu kutoka Injili ya Luka Mtakatifu mlango wa 24 mstari wa 36 mpaka ule wa 43. Injili ya Luka Mtakatifu mlango wa 24 mstari wa 36 mpaka ule wa 43. Nami ninatangulia kusoma katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Na walipokuwa katika kusema habari hiyo, yeye mwenyewe alisimama katikati yao, akawaambia, amani iwe kwenu. Wakashtuka, wakaogopa sana, wakidhani ya kwamba wanaona roho. Akawaambia, mbona mnafadhaika? Na kwa nini mnaona shaka mioyoni mwenu? Tazameni mikono yangu na miguu yangu, ya kuwa ni mimi mwenyewe. Shikeni muone, kwa kuwa roho haina mwili na mifupa kama mnavyoniona mimi kuwa nayo. Na baada ya kusema hayo, aliwaonyesha mikono yake na miguu yake. Basi walipokuwa hawajaamini kwa furaha, huku wakistaajabu, aliwaambia, mna chakula chochote hapa? Wakampa kipande cha samaki wa kuokwa, akakitoa akala mbele yao. Na hilo ndio neno la Mungu. Tunaweza kuketi. Wapendwa, somo hili au injili hii ambayo tumeisoma, kifungu hiki ni mwendelezo wa somo la jana ambalo lilitukumbusha kufufuka kwa Yesu kwa ushindi. Ufufuko wa Yesu ulikuwa wa ushindi kiasi kwamba walinzi, tena wale hodari sana, au tunaweza kusema ni makomando, waliwekwa kulinda kaburi. Pamoja na ulinzi mzito, pamoja na makomando kuwepo, haikuweza kuzuia Yesu kufufuka. Lilikuwepo jiwe kubwa, lakini pia nalo halikuweza kumzuia Yesu Kristo kufufuka. Yesu Kristo alifufuka kwa ushindi na yu hai hata milele na milele. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya kufufuka, kulingana na mlango huu tuliosoma, tunaona Yesu aliendelea kukutana na baadhi ya watu. Tena wengine alikutana nao wakitembea barabarani, wakiendelea kuongea habari ya mambo yaliyokuwa yametokea, habari ya Yesu aliyesulubiwa, lakini wamesikia tetesi kwamba amefufuka. Kwa hiyo walikuwa katika mshangao na wanaendelea kuongea wenyewe kwa wenyewe barabarani, lakini Yesu aliendelea kuungana nao, akazungumza nao, akawafafanulia maandiko matakatifu. Hawakuweza kufahamu mpaka alipofika mahali wakamwambia, sasa ni usiku, unaweza kukaa pamoja nasi. Alipokula pamoja nao, ndipo wakajua kwamba ni Yesu. Mistari hii ambayo tumesoma, tunapoanza mstari wa 36, unaonyesha wanafunzi walikuwa wamekusanyika pamoja, na walipokuwa wamekusanyika pamoja, walianza kuzungumza habari za kufufuka kwa Yesu. Walipokuwa katika hali ile ya kushangaa na kuzungumza, tumepata taarifa kutoka kwa wale wanawake, tumepata taarifa kutoka kwa Petro kwamba Yesu amefufuka. Ndipo anatokea tena, tunaambiwa ghafla akatokea, akasimama mbele yao, akasimama katikati yao, akawaambia, amani iwe kwenu. Maneno haya yenye faraja kwa wanafunzi yanatokea katikati ya hofu waliokuwa nayo, maana baada ya Yesu kusulubiwa
labda wengine walianza kuwaza sijui tutarudia kazi zetu. Sasa hofu inazidi wanaposikia Yesu amefufuka. Labda wengine walikuwa wanajiuliza, hivi atakuwa katika ile hali ya mwili? Je, ataweza kufanya ishara kama alizokuwa anafanya? Atakuwa katika hali gani? Ndipo anatokea anamwambia, amani iwe kwenu. Wapendwa, jambo la kufufuka si jambo rahisi sana. Wakati nilipokuwa na tafakari somo hili, nilikumbuka wakati fulani tukiwa kwenye msiba mahali, baada ya mwili kushushwa kaburini, kulikuwa na jiwe pembeni. Lile jiwe likashuka likagonga jeneza kule kaburini. Aliyekuwa amesimama pale karibu na kaburi akasema tu kwa sauti kubwa, amefufuka. Waliokuwa wanalia, waliokuwa wanagaragara chini, hakuna aliyeonekana. Walibaki watumishi waliokuwa wanaongoza ibada. Kwa nini? Kufufuka si jambo rahisi. Kufufuka inaweza kuleta hofu kwamba tayari huyu mtu alishakufa, sasa inakuwaje amefufuka? Je, amefufuka atakuwa na hali gani? Ndivyo wanafunzi wa Yesu walipokuwa katika hofu na taharuki baada ya kusikia Yesu amefufuka. Lakini katika hali ile waliokuwa nayo, Yesu anakuja kwa sauti ya upole, amani iwe kwenu. Wapendwa, hii inaonyesha uwepo wa Yesu katika maisha huondoa hofu, huleta utulivu wa moyo. Wanafunzi walijaa hofu na mshangao. Wanadamu tuna hofu pia. Tuna hofu ya kifo, kama mfano niliotoa kwamba mtu tayari ameshamaliza safari yake, wameshamshusha kaburini, ghafla anatokea mtu anasema amefufuka. Kwa sababu tuna hofu ya kifo, ikatokea taharuki. Lakini si hivyo tu, tuna hofu pia ya uchawi. Mchungaji wetu jana alifundisha vizuri sana, akasema Yesu amefufuka, tusiogope. Bwana Yesu asifiwe. Tuna hofu, tutafanikiwaje katika maisha yetu? Tuna hofu za kiimani. Ndio maana utakuta wakati mwingine tunaweza tukaabudu ibada vizuri asubuhi hapa, baadaye tukaenda mahali pengine. Hizo ni hofu za kiimani na zimeikumba jamii yetu. Lakini pia tuna hofu za magonjwa na mambo mengine yanayofanana na hayo. Leo katika mazingira yote tulio nayo yanayoleta vihofu kwenye maisha, Yesu anakuja na sauti ya upole, anasema amani iwe kwao. Jina la Bwana libarikiwe. Kama tunavyofahamu kwamba tuna hofu kweli hizo za kimaisha, hofu za kiimani, ndivyo ilivyokuwa kwa wanafunzi wa Yesu. Walipomwona Yesu wakadhani ni roho. Ukisoma tafsiri nyingine wanasema walidhani ni mzimu, kitu ambacho kiliwapa hofu zaidi, kitu ambacho kiliwaletea mfadhaiko zaidi. Ndio maana Yesu alipowasoma sura zao, alipowasoma mioyo yao, aliwauliza swali, kwa nini mnafadhaika? Kwa nini mnaona mashaka mioyoni mwenu? Swali hili Yesu anaweza akawa anakuuliza mimi na wewe leo. Kwa nini unafadhaika? Kwa nini una mashaka moyoni? Kwa nini Yesu akuulize swali kama hili? Kuna jambo nalo linalokunyima usingizi. Inawezekana unahitaji mtaji wa kufanya biashara. Inawezekana ni ada za watoto. Inawezekana ni watoto ambao Mungu amekupa kama baraka, lakini wamegeuka kuwa mzigo katika maisha yako. Lakini pia inawezekana ni ndoa. Vyote hivi vinakunyima usingizi.
Yesu anakuuliza, kwa nini unafadhaika? Wakati yeye amefufuka. Lakini pia inawezekana kuna jambo linakupa mahangaiko. Hata wakati mwingine huwezi kula ukashiba. Mahangaiko, mfadhaiko, kukosa utulivu. Yesu leo anakuuliza, kwa nini unafadhaika? Kwa nini una mashaka mioyoni mwako? Kwa sababu Yesu amefufuka na vyote vinakuwa hai. Yesu akiwa ndani yako anakuambia, amani iwe nawe. Usiendelee kufadhaika tena. Wakati mwingine leo umekata tamaa ya maisha. Umejiuliza, kwa nini mimi napitia haya? Kwa nini napitia katika hali hii ngumu namna hii? Leo Yesu anakuja na sauti ya pole. Amani iwe kwako. Amani iwe katika moyo wako. Amani ikutulize. Amani ikuondolee mfadhaiko wa maisha. Amani ikukutilia na Yesu aliyefufuka. Jina la Bwana libarikiwe. Yesu akawaondolea wanafunzi wake mashaka. Akawaambia, ni mimi. Angalieni mikono yangu aliposulubiwa na kugongelewa msumari. Angalieni miguu yangu. Tena akaona wengine bado hawaamini. Akawaambia, nishikeni. Muone alama za misumari bado zipo, kwamba ni mimi. Hata katikati ya wanafunzi wa Yesu waliokuwepo ambao hawaamini mpaka washike. Na hili likanikumbusha mwanamke mmoja kwenye Biblia aliyetia imani yake nguvu. Akasema, nimeteseka kwa kipindi cha miaka 12. Nitaenda nishike vazi la Yesu tu. Na alipoligusa, maandiko matakatifu yanasema msiba wake ukaondoka. Bwana Yesu asifiwe. Amani ya Kristo ikaingia ndani yake. Akaondoka kwenye mfadhaiko, akaondoka kwenye mahangaiko, akaondoka kwenye hofu na mashaka yaliyokuwa yamemtesa miaka 12. Msiba wake ukaondoka. Wapendwa, Yesu mfufuka anatukumbusha tuishi katika imani. Watoto tuliowabatiza asubuhi ya leo, wazazi na wadhamini, tumekiri imani kwa niaba yao, ili watoto hawa waendelee kulelewa katika imani ya kumjua Yesu Kristo. Na mchungaji akaweka mkazo, akasema wale ambao wazazi hawako kundini, watoto hawa tumewaacha kwa wadhamini. Kwa sababu gani? Waendelee kulelewa katika imani hii ambayo Yesu aliimarisha wanafunzi wake. Kufufuka kwa Yesu tunapaswa kupokea kwa imani. Lakini pia kufufuka kwa Yesu ni msingi wa imani yetu. Leo hii tusingesimama hapa kuhubiri kama Yesu hakufufuka. Na Paulo anasema kama Yesu hakufufuka, basi maisha yetu yangekuwa si kitu. Kwa hiyo kufufuka kwa Yesu Kristo ni msingi wa imani yetu ya Kikristo. Wapendwa, kichwa kinachotuongoza kinatukumbusha Yesu mfufuka kaa pamoja nasi. Yesu mfufuka kaa pamoja nasi. Yesu mfufuka akae katika maisha yetu, akitupa amani, akituondolea hofu, akituondolea mahangaiko. Yesu mfufuka akae katika familia zetu. Yesu mfufuka kwa wale wenzetu ambao wana jubilei yao ya ndoa leo ya miaka 25. Yesu amekuwa pamoja nao. Kufika miaka 25 kwenye ndoa, kuna mabonde, kuna milima, wale wenye ndoa tunafahamu. Lakini mpaka leo Yesu amewafikisha hapo kwa sababu amekaa pamoja nao. Na sisi tunaendelea kuwatakia baraka za Mungu kwa miaka mingine tena, ikifika ile miaka 50 wafike tena na kishindo wakiwa na Yesu pamoja nao. Yesu mfufuka ambaye anatukumbusha kukaa pamoja naye. Tutembee naye katika maisha yetu. Tutembee naye siku zote za maisha yetu, tukijua kwamba yeye yu pamoja nasi. Na kila tunapopita mahali pagumu na pazito, kama wanafunzi wake walipopita, anasema amani iwe kwenu. Na anasema
amani yangu niwapavyo, si kama ulimwengu utoavyo. Amani ya Mungu ni amani ya kweli, ni amani inayotoa Mtakatifu kwa maneno yako ya uzima. Tunakushukuru kwamba ulitukumbusha wewe ni mfufuka, na